Karibu kwenye chumba cha mapenzi, sehemu ambayo tunazungumzia ukweli kuhusu mahusiano bila kuficha chochote. Leo tunaenda kuzungumza dalili 5 za kuachwa na mpenzi wako. Ukiona hizo dalili, usishangae, ujue umeachwa. Ale ulipoondoka, nilibeba kimya chako kama mvua ya jioni. Kila picha ya jana inarudi taratibu. Chumba cha mapenzi tunaishi tena. Chumba cha mapenzi mioyo hupona. Chumba cha mapenzi hata tukilia. Chumba cha mapenzi upendo huu. Dalili ya kwanza, ukiwa na mpenzi wako muda wote yeye yuko busy na simu yake, na hata akitoka kwenda labda chooni labda wapi, simu yake anaifunika like this, hii screen anaifunika hivi. Ndugu yangu, au anaficha password ya simu yake. Nataka niwaulize, kama ulishamuonyesha mwili wako wote na akaujua mwili wako kila kona, why umfiche password ya simu yako? Ndugu zangu, mahusiano ni kitu ambacho sio cha siri. Kama uliweza kumvulia nguo, kama uliweza kumuonyesha kila chocho ya mwili wako, kwa nini unaficha password ya simu yako? Ndugu zangu, mahusiano sio siri. Kama huwezi kumuonyesha password ya simu yako, achana naye, usimlazimishe. Kuna watoto wengine wapo ndani ya moyo. Kuna watu wanapenda kweli, lakini hawapati nafasi ya kuwa na watu ambao wako sahihi. Kila uliyekuwa naye ana mtu anayempenda. Yupo ambaye anamweka kichwani, yupo ambaye anamsikiliza na kumheshimu. Tunaenda dalili ya pili. Muda wake unabadilika, anakuwa busy kupita maelezo. Mfano, kama alikuzoesha kukupigia simu kila saa, kila muda, kila dakika, kuna mawasiliano yanapungua. Na sijui ni kwa nini. Mawili, kuna vitu ambavyo amevifuata kwako, maybe amekipata, ameamua kuondoka. Lakini pia asharidhika, alishauona mwili wako, hatambui tena thamani yako. Ndio maana muda unabadilika. Anayekupenda kweli hayuko busy. Anayekupenda kweli atahakikisha anatenga muda wake, japo kwa sekunde, japo kwa dakika 10. Kuna mtu yupo kwa sababu anaweza akawa anakupigia kwa sababu dakika zake zinakaribia kuisha. Mwingine anaweka salio kwenda kukupigia, anatia nia, anaweka voucher ili nimpigie mpenzi wangu. Haya ndio mapenzi. Lakini wapo binadamu ambao hawajali kuhusu mahusiano yao. Kuna watu wanateseka sana kwenye mapenzi sana. Nikwambie tu ndugu yangu, ukishaona kwamba mtu hakupi muda, unatumia muda mwingi sana kuliforce hilo penzi, unaumiza akili nyingi sana kuhangaikia hilo penzi, tafuta namna. Hama sehemu ulipo, hiyo sio sehemu sahihi. Mahusiano ya kweli ni yale ambayo anakupa muda, anajali, anatambua thamani yako. Anayekupenda kweli atakuhurumia. Ukiona uhurumiwi, upendwi. Dalili namba 3, mapenzi na attention zinapungua. Hana muda wa kuongea wala kukujali, anaweka distance. Hakumbuki, hajui thamani yako, hawezi kukupa thamani kama aliyokuwa anakupa mwanzo. Why unamng'ang'ania? Ndugu zangu, this time around ni mwaka ambao tunatakiwa tutafute hela kwa bidii. Mapenzi hapo, mapenzi yanauma. Dalili namba 4, anakasirikia pasipo sababu. Yaani kitu kidogo tu anaweza akawa mbogo
mkubwa sana. Mara nyingi sana watu kama hao wanakuwa wanatafuta sababu ndogo ndogo, kwa sababu ninapokuwa na wewe nakuwa nipo comfortable kufanya chochote. Lakini mapenzi yakiwa yameisha, sijui nakuonaje, sijui. Lakini kipindi alipokuja kukuapproach, alikupa nafasi kubwa sana, alikuona bora sana, lakini ilifika stage hajali tena kuhusu wewe. Unaweza ukafanya kitu kidogo tu akakuchukia, ukampigia simu asipokee kwa wakati, na akipokea anaanza kufoka. Ukimlaumu, kwa nini babe, kwa nini umechelewa kupokea simu yangu? Atakwambia kwa muda wote sina kazi ya kufanya. My friend, kama umpendi mtoto wa watu, mwache. Hakuna kidonda kinachouma katika hii dunia kama mapenzi. Ukihisi umemchoka mtoto wa watu, mwache. Usimlazimishe. Usipoteze muda wake kwa huyo kiumbe. Usipoteze. Mapenzi yanauma. Mapenzi ni kidonda ambacho hakiwezi kusahaulika. Ukimchoka, mpe go ahead aende. Na wewe ukiachwa, kubali. Usiumie. Dalili namba 5. Muonekano wake unabadilika kabisa. Anaanza kubadilika kidogo kidogo. Kama ulikuwa anakutafuta, babe, nimekumiss. Babe, uko wapi? Hata kwenye tendo anakuwa mtu mwingine. Ukimwambia tufanye, anakwambia sina mudi. Ukishahisi hayo mapenzi yamefika stage hiyo, ndugu yangu, hayo sio mapenzi tena. Move. Ukihisi umpendi mtoto wa watu, usimpotezee muda wake. Mwache aende. Kwa sababu kidonda cha mapenzi hakiwezi kufutika. Kwa nini umwache mtu akiwa ndani ya moyo wake anaumia? Kwa nini usimwache mtu akafanya mambo yake? Kwa nini? Hebu tupeane time. Hebu tupeane nafasi. Hebu tuachane kwa amani. Ndugu zangu, hakuna kitu kibaya sana kama kudhulumiwa nafsi ya mapenzi. Hakuna kidonda kinachouma kama mapenzi. Mimi, hiki ni chumba cha mapenzi, na haya ndio mapenzi yenyewe. Chumba cha mapenzi, tunaishi tena. Chumba cha mapenzi, mioyo hupona. Chumba cha mapenzi, hata tukilia. Chumba cha mapenzi, upendo huu. Kwa nini mahusiano mengi hayadumu? Nitakwambia leo kwa nini. Kutokuwa waaminifu. Unajua mahusiano mengi sasa hivi watu hawaaminiani. Mahusiano mengi sasa hivi yamekuwa kawaida. Mahusiano mengi sasa hivi watu wanachukuliana poa. Ndugu zangu, mapenzi ni hisia. Ukihisi kabisa huyo uliyekuwa naye si sahihi kwako, move, ondoka. Uongo na usaliti unavunja trust haraka sana. Ukiwa muongo, uaminifu unapungua. Wanawake wanapenda mapenzi ya kweli. Wanaume tunapenda mapenzi ya kweli. Sasa ukiwa wewe unaniongopea, unanidanganya, hatuwezi kufika. Hatuwezi. Mahusiano kabla ya watu hawajajuana. Ndugu zangu, usianzishe mahusiano kwa mwanamke ambaye usimjua au kwa mwanaume ambaye usimjua. Kwanza ijue tabia yake. Pili, mjue yeye anataka kitu gani. Kwa sababu unaweza ukawa na mwanamke ambaye mzuri, unampenda, lakini usijue tabia yake. Ndugu zangu, tabia zinabadilika.
tabia inakuwa kama mbogo. Usikijaji kitabu wa muonekano wake wa nje. Ukamwona mwanamke mzuri, ukamwona mwanaume handsome, ukamwona mwanaume ana kila kitu, au unamwona mwanamke ana nafasi ya kuwa na wewe, lakini ukijaribu kuingia naye kwenye mahusiano, huyo mwanaume unamchukia. Ndugu zangu, usikubali kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye humjui. Kama unahitaji mahusiano ambayo chapa ilale, sawa. Lakini kama unahitaji mahusiano serious kabisa, acha kuanzisha mahusiano na mtu ambaye usiyemjua au anaumiza sana. Pesa, stress, 90% zinaharibu mahusiano. Ngoja nikwambie kitu. Mahusiano bila pesa hamna kitu, ndugu zangu. Kuna muda tunahitaji kuambizana ukweli. Unahitaji mwanamke wako apendeze. Unahitaji mwanamke wako ashine. Bila pesa hawezi kupendeza. Bila pesa hawezi kushine. Ndugu zangu, ukweli ni kwamba lazima wanaume tutafute pesa ili wanawake zetu wapendeze. Ukiwa na pesa hakuna kinachoharibika. Lakini pia tujaribu tunapokuwa na mahusiano yetu tusitengeneze stress za mara kwa mara. Ndugu zangu, stress zinaharibu mahusiano. Tunakuwa busy na kazi. Ndugu zangu, hiki ni Chumba cha Mapenzi. Subscribe, comment, like ili wa kwanza kupata vipande vyetu. Hii inaanza. Wakati mwingine, muda mwingine nitaeleza sababu zingine, nitaeleza namna gani ya kufanya. Kwenye kona ya moyo pale ulipoondoka, nilibeba kimya chako kama mvua ya jioni. Kila picha ya jana inarudi taratibu, na jina lako mdomoni linanifanya nitetemeke. Lakini bado naamini penzi halifi hivi, linaacha kovu lake kisha huimba tena, na moyo ukivunjika hujifunza kusimama kwa machozi ya kweli na pumzi ya mwisho. Chumba cha